Okay, sasa leo tuko live bila chengani, live. Yes sir. Tuko Singida ni Singapore. Niko loko la Nasuma ka Scorpion D. Mambo giziki kwenda safi kabisa. Ukumbuke tu ni kwamba picha hii ni live kabisa bila chenga, lakini pia kujipatia huduma safi unakwenda pale kwa Mr. Good Fathers. Karibu kabisa na sekondari ya Mwenge pale. Yes. Utaona tu bango limeandikwa Good Fathers. Tuko na Good Fathers, mambo kienda vizuri sana, lakini pia tuko na by DJ. Na hii ni sauti ya Papa Fernando. Ni DJ mjukuu mwana Mbambadu. Sasa ngome inaanza live bila chenga. Hapo ulipo tulia, umepatia station. Tulia. Sisi ndo vinyozi tunanyoa mpaka vichwa vya habari. Chuma kilikuwa kinaanzia baharini namna hiyo. Goma linaanzia baharini live. Kuna mtu mmoja ambaye leo huyu bwana alikuwa anatakiwa atolewe maisha yake. Kulingana na shughuli anazozifanya, hakustahili kuendelea kuwa kwenye dunia, maana yake ni mobisto, ni mfano wa mdudu huyu mtu. Hastahili kabisa. Lakini naye alikuwa anaenda sehemu yake ambayo alikuwa anafanya biashara zake kisiwani huko. Lakini kumbe leo alikuwa anatakiwa kufa. Tajiri mmoja ambaye alikuwa analindwa na watu kibao. Ziko boti kama 5 namna hii. Juu ya anga kuna mtu anashuka ambaye anatakiwa kufanya kazi ya kuhakikisha anammaliza huyu mtu. Anamtoa roho yake. Huyu bwana alikuwa anatumia kapopo baa fulani kadogo ambaye ni kama ndege mwendo kasi kabisa. Tajiri akiwa ametulia na hili wala lile katikati ya bahari, ni sema ambaye aliamini kuna amani kubwa sana juu yake. Mwamba alikuwa anaunganisha vitu aweze kutoa roho ya huyu mtu. Mashine hiyo hapo, kilengeaji cha mbali, risasi yake ni kubwa kama kidole cha kati. Anatakiwa atoe uhai wa huyu mwamba. Sasa chombo anachotumia kidogo kinamfanya asipate target vizuri. Anasema igo vipi? Withdraw. Hakikisha kazi inaisha hiyo. Huyu jamani lazima afe kwa namna moja ama nyingine. Yaani kufa ni lazima, ni wajibu wake. Sasa naomba tulia. Ni human shield. Upepo ni mkali sana upande wangu. Kwa hiyo kidogo bado sijafanikiwa kutoa roho ya unyang'ao. Sasa Jomba anastuka juu ya anga, kuna mtu alafu anamfukuzia. Anamcheki kwa mbali, Jomba anasuka mwendo kasi. Huyu hapo. Wasikaji wanamuona wamuelewi. Amemweka kwenye 19. Kileongeo hichi hapa anatakiwa atumie kutumkiza risasi kwenye kichwa huyu mtu. Ikachia dude, akamtenga mtu naye soboya. Wakabidi kumshambulia. Piga risasi mingi kweli kweli. Sasa zile risasi zikasababisha bunduki yake kadondoka. Akaamua kurudi juu. Kupotelea huko mawinguni. What the hell? Nani huyo? Huyu anatokezea sasa kima cha uso kwa uso. Piga risasi mingi mno. Anakuja na nini tena? Na wakati bunduki yake shadondoka, anatumia bastola. Injini moja ikawa imeguswa. Bahati mbaya akatulia sasa. Anafanikiwa kutumbukiza ile risasi kwenye kichwa cha unyang'ao. Alipomaliza akawapa andazi la kizungu. Hilo hapo. Bari yao iliishia hapo. Umamba mzigo alikuwa anautumia ulisharibika, uliguswa. Anaambia mfate, amemua bosi tayari. Bwana kwa kuwa mashine yake alikuwa anatumia tayari imeshamzingua, aliteremka na parachuti. Hapa bwana wakumwacha, wanataka kujua ni nani na kwa nini amemua bosi. Risasi zilikuwa zinarindima nyingi kweli. Anakimbia na yuko peke yake tu, ambaki na kabastola. Akabidi aunganisha, akajaza mzigo. Wewe afanyeni haraka basi, takufa huku. Anasema kuna traffic jam bwana, tuko njiani, zimepumbavu. Sasa itakuwaje? Wanamuita bwana Chuma Nchuki. Leo yuko hapa. Picha inaitwa special mercenary ama mkodisho wa maana, mkodisho maalum, askari wa kukodi maalum. Hii ni special mercenary, lakini pia ni special operation. Yaani ni maalum kila kitu. Wajamaa hawakutaka kumuacha, na sehemu alikuwa amejibanza katika sehemu kadogo. Mara ghafla kuna gari inaingia hapa. Anakuja mshikaji wake anampa support yese. Kumbe alimdanganya kuna traffic jam, alimpiga soundi. Sasa kamwaga nyuki vibaya mno. Cheche ya hatari. Alicheka, aligundua hatari, mwisho amepata uhai. Asema piga fire. Rudisha, mbona rudishaje?
naye kabidi atoke sasa katika ile sehemu alojibanza. Washikaji wanalenga, wanazo expert pipe, mashine moja za hatari mno. Walifanya kuwafuta chapu tu. Leon anaitwa Leon mwamba. Unafikiri kwamba ningechelewa? Sasa mbona nilembe traffic jam? Kweli bwana, kuzingua tu. Huyu hapo. Moja moja hiyo inaitwa 39. Anasema funga mdomo, ni muda wa kutoka kilomita kama 250 kutoka hapa. Basi sawa. Unajua kuna mchongo. Hawa jamaa ni special mercenary, ni maskari ambao wanakodishwa kwa ajili ya jambo. RPG inapishwa kidogo, inagonga ngoma hiyo. RPG ilipiga hapo, sasa sijui hayo hawa watu. Record Ranger hii wanaita counter attack, kipande cha kwanza kabisa. Kwa hiyo maana hii picha wameigawagawa kwa vipande. Hii counter attack ni kushambulia shambulio la mwisho. Kifo cha hawa jamaa kihujulikana kilitokea Amara. Sasa miaka 2 baadaye. Kwenye miaka 2 mbele bado tukio linalotokea hapa ni tukio lingine tofauti na lile tukio ambalo tulipata. Ukumbuke ni miaka 2 imeshapita tangu ile tukio la mwanzo. Anasema jamani, leo kuna mtu mmoja maalum sana mikuja anahitaji kuzungumza na raia. Kwa hiyo watu wote waliokuwepo hapa wapo kwa ajili ya kutazama usalama wa raia. Kwa hiyo kuna walinzi ambao wamekodishwa, lakini pia kuna walinzi ambao walinzi wa kijeshi. Mlinzi mkodisho mmoja alimpamia mwandishi wa habari mmoja, kamsaidia kudaka kinywaji chake, lakini pia alimdaka na binti. Mtu expert, yani mtu anayefanya mazoezi, ukimpamia ni kama unagonga jiwe hivi. Binti aliumia. Anaambia unajua Kichina? Ambaye usijali. Naomba nirejeshe kinywaji changu, sina muda wa kuwa na wewe. Thank you. Asante. Mama anapiga ungenge kwa kaja kwa watu wataki kuongea lugha yao. Sasa wakati wa Fande wanamhojihoji kuhusiana na matukio na mambo jinsi yanavyoenda. Mr. Lu Ziming ni Mchina huyu jamaa. Okay everybody. Asema kila mmoja. Mr. Lu Ziming. Huyu ndo Lu Ziming mwenyewe. Expert from China. Huyu ni expert from China. Ni mlinzi maalum mgumu mzuri kutoka China. Ni mtu mzito, expert security. Our work will be like. Kwa hiyo nafikiri kwamba huyu ndo atakayekuwa anatulindia watu wetu kulingana na matukio ambayo tulikuwa tumekubaliana naye afanye kazi. Binti alikuwa amemletea shobo. Unajua usije ukamtukana mbaba wa watu njiani wakati unaenda kuoa, kumbe unaweza kukuta umemtukana baba mkwe. Sasa jamaa anasema jamani, samanini, sina muda kuongea. Yule dada ambaye alikuwa amemletea mbwembwe anamtaka Mr. Lu. Meisha hiyo. Mr. Lu. Jamani, Mr. Lu anaitwa Lu Ziming. Mr. Habari. Asema inafanya kazi katika kitengo kidogo cha habari kwenye magazeti. Naomba nikuoji mawili matatu. Huyu ndio alimletea shombo. Jamani Mbese, unaweza ukaniruhusu nipite? Ni safi. Akapenya. Lu, ulianza wewe, si tunamaliza. Tutaki shobo la na sumaka. Mr. Lu. Please. Anaambia bana sawa, twende kwenye gari. Wakati anataka kuondoka Mr. Lu Ziming, kuna mtu anamuona mbele ya macho yake. Huyu mtu ni jamaa yake ambaye mlipuko ulitokeaga wakati uliopita. Anaitwa Leon. Anambia Mr. Lu, muda kwenda, ambaye niache wewe. Ikabidi aende kumsalimu jamaa. Vipi? Tangu ile tukio lilotokeaga la RPG hawakuonanaga. Anaambia unaishi? Sikujua. Pole sana. Anaambia siamini kama ni wewe eti. Ni kitu gani kilitokea pale? Jamaa sasa hivi ana matatizo ya pumu. Anatumia kidawa hicho kwa ajili ya kumfanya pumzi ikae sawa sawa. Leon, shida nini? Nini kilikutokea? Let's go Mr. Lu. Twende Mr. Lu. We don't have time. Hatuna muda. Basi nipatie namba yako, alafu tukutane baada ya kazi. Mbia basi hakuna shida. Ni mwamba sana, namkubali, ni mshikaji wake sana tu. Mr. Lu alikuja kufanya kazi ya ulinzi kama alivyotambulishwa, ni security expert. Ukisikia expert ni mtu mashine huyo, yani ni mtu na nusu, ndio maana yake.
Alimwangalia sana ujamaa wake, alafu kisha akavuta dawa yake ya pumu. Huyu mshikaji hajawahi kumtafutaga tangu tukio lilipotokeaga la wewe kuweza kupigwa na ile RPG pale. Kwa nini asimtafute na alikuwa ni jamaa yake? Tatizo haswa ni nini? Mambo haya. Sasa leo kuna mkutano mdogo ulikuwa unafanyika sehemu hii. Sasa maandalizi hapa na pale yalikuwa yanafanyika ili kuhakikisha kwamba ile jambo linakwenda kama jinsi ambavyo walikuwa wamepanga. Binti yule mwandishi wa habari naye ni miongoni mwa mwandishi ambaye yuko hapa leo. Hizi habari ni muhimu, maana ni habari kwenye vichwa vya habari, yani juu ya habari, katikati ya vichwa vya habari, basi hizi ndio habari kweli kweli. Hivyo lazima azipate tu. Hili ni tatizo kubwa la kidemokrasia na maendeleo. Ukumbuke tu kwamba niko na good